Namwambia Yesu, kitu gani naongea na watoto wako Jumapili? Ananiambia waambie, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana yake wabadilishe namna wanavyoona ndani yao. Kwa sababu kuna sauti huwa inakusemesha ndani ya moyo wako, ndani yako huwa kuna sauti inakusemesha. Sasa hiyo sauti ambayo huwa inakusemesha huwa inasema nini? Hiyo sauti ambayo huwa inakuongelesha ndani, huyo ndio wewe, na hivyo ndivyo unavyoona. Nikatoa mfano nikasema, unaweza ukaenda kumtembelea mtu, ukafika ukakuta mlango umefungwa, alafu sauti ikakusemesha ndani, ukasikia ndani sauti inasema hayupo. Nani kakwambia hayupo? Je, kuna mtu amekwambia hayupo? Kuna mtu umekutana naye hapa akakwambia huyu unayemtafuta hayupo? Hakuna. Lakini kuna sauti ndani inakwambia. Hakuna mtu aliyekwambia hayupo, lakini ndani kuna sauti inakwambia hayupo. Maana ni kwamba kuna sauti huwa inakusemesha ndani, na hiyo sauti ndio wewe, na huwa inakwambia nini, na vile inavyokwambia ndivyo ulivyo. Sasa kama unataka kubadilisha na kuwa namna tofauti, leo ni wakati wako. Nafasi unayo ya kubadilisha vile unavyoona ndani. Kama unaona unyonge ndani, wewe ni mnyonge hata nje. Nataka nikwambie, hata mwanajeshi ambaye yuko tayari kwa vita, ile vita tayari iko ndani yake kwanza, ndio inakuja kuonekana nje. Hauwezi kutembea kwa ujasiri nje kama ndani wewe ni mnyonge. Lazima ule ujasiri uanzie ndani ndipo utoke nje. Lazima ujione ndani kwamba wewe sio panzi. Haleluya. Mungu hakuumba mnyonge. Mungu hakuumba mtu dhaifu. Mungu hakukuumba na machozi. Mungu hakukuumba na laana, hakukuumba na mikosi, hakukuumba na dhiki, hakukuumba na tabu. Kasome kitabu cha Mwanzo, kuanzia mwanzo mpaka unapomaliza, ambapo Biblia inaelezea uumbaji. Uone kama kuna mahala ambapo Mungu akasema sasa naumba huyu nyonge uende pamoja na huyu mtu. Akasema na tufanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Huyu mtu tukishamfanya aende akafanya nini duniani? Akatawala. Kumbe Mungu alimuumba mtawala, na hauwezi kutawala duniani, huwezi kutawala nje kama ule mtawala hauko ndani yako. Lazima uanze kujiona ndani kwamba wewe ni mtawala. Muelewe Mungu kwanza aliyekuumba, muelewe. Alafu ukisha muelewa, tafuta kusudi la wewe kuumbwa ni nini. Kusudi la wewe kuumbwa na kuletwa duniani, uliumbwa ukaleta duniani ili utawale na kumiliki na kuongezeka. Anaposema analitazama neno lake apate kulitimiza, hilo neno analitazama ndani ya moyo wako. Jinsi lilivyo ndani ya moyo wako analitazama, analitimiza. Na ndio maana nasema aliye dhaifu na aseme mimi nina nguvu. Anapotazama ndani ya moyo wako, anaona unapita katikati ya wanefili ni sawa, lakini anakuta ndani ya moyo wako hauwatazami wanefili, bali unamtazama Mungu. Unasema hata katika haya ninayoyapitia, nafsi yangu itaokoka, nafsi yangu itamwona Bwana, haitaangamia. Bwana analitimiza lile neno, hauangamii.